Habari, karibu kusikiliza hadithi nzuri na kusisimua ya kijana wetu anaitwa Beni. Beni anasema mimi nimetokea katika kijiji kimoja Nyanda za Juu Kaskazini. Mama yetu alituzaa tukiwa watatu, mimi nikiwa ni mtoto wa kwanza. Mama alikuwa anapitia mazingira magumu sana kwa sababu baba yetu sisi alikuwa si mwanaume ambaye alikuwa anawajibika. Alikuwa ni mwanaume ambaye anaamka asubuhi na kwenda vilabuni, mama yetu sisi ndio aenda kalime ili aweze kulisha watoto. Sisi tunaenda shule, mama ndo kila kitu. Baba hakuwahi kujali chochote kuhusu familia. Watoto wote ambao tumezaliwa, mama alituambia kuwa mtoto ambaye alikuwa anatakiwa kuzaliwa sahihi ilikuwa ni mimi tu. Waliofuata wote baba alilazimisha kuzaliwa. Lakini pamoja na yote mamangu aliweza kupambana na mwisho wa siku mimi nikasoma mpaka kufika darasa la 7. Nilipofika darasa la 7 niliweza kufaulu, lakini mamangu hakuwa anaweza kuniendeleza mimi na shule. Ndipo nilipoanza kutafuta vibarua ili niweze kumsaidia mamangu pale nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi ya kuchunga ng'ombe ili tupate chochote mwisho wa mwezi na nimpe mamangu iweze kumsaidia katika maisha ya kila siku. Nilifanya hiyo kazi kwa muda mrefu sana, lakini bado sikuwa na matokeo. Ndipo siku moja nilipoamua kumwambia mamangu, naomba uniruhusu niende mjini, kwa sababu mimi malengo yangu ilikuwa ni kusoma. Yaani nifanye kazi, nifanye nini, lakini mwisho wa siku mimi niende shule. Lakini niliweza kuchunga kwa miaka 2 na umri wangu nilikuwa naona kabisa unazidi kupanda juu, yaani nakuwa mkubwa. Sio ni dalili yote ya mimi kusema kuna siku nitarudi shule. Ndio maana nilipomwambia mama, naomba niende mjini. Mamangu alikataa, alisema hapana. Siwezi kwenda mjini kwa sababu mimi bado mtoto mdogo sana. Lakini nimwambia mama, mimi ni wa kiume najielewa. Tafadhali, kama inawezekana nitafutie wewe mwenyewe kazi nikafanye kazi mjini. Ndipo mama alipokubali akasema sawa mwanangu. Alianza kufanya mawasiliano na watu tofauti tofauti ambao walikuwepo mjini na wale ambao walikuwa na ndugu zao mjini, lakini mwisho wa siku kuna mmoja alisema kwamba kulikuwa kuna sehemu wanahitaji mfanyakazi wa kiume. Niliweza kujiandaa na kuanza safari ya kuja mjini. Nilifika mjini, walinipokea na kunipeleka katika hiyo sehemu ambako walikuwa wanahitaji houseboy. Lakini nashukuru Mungu nilipofika pale, nilikuwa nafanya kazi tofauti tofauti. Nilikuwa nafanya kazi za ndani, pia kulikuwa kuna mfanyakazi wa kike. Lakini mara nyingi nilikuwa natumwa dukani, kufanya usafi nje, kuosha magari, kufungua geti, yaani nilikuwa ni kazi kama hizo. Nilikaa pale kwa muda mrefu sana, lakini mazingira haya kidogo kwangu yalikuwa ni magumu kwa sababu hawa watu walikuwa ni tofauti na sisi rangi. Yaani sisi ni watu weusi lakini wenyewe walikuwa ni watu weupe. Mbaya zaidi kwamba kulikuwepo kuna kazi ambayo nilikuwa naifanya ambayo mimi kidogo ilikuwa inanipa shida. Kazi ya kufanya ya garden kwangu ilikuwa haina shida. Kung'olea ng'ombe majani kwangu ilikuwa haina shida. Kufagia na kusafisha magari asubuhi na kwenda kubeba vitu vya dukani kwangu ilikuwa haina shida. Shida ilikuwa ni moja. Humu ndani hawa watu walikuwa na ndugu yao mmoja ambaye alikuwa ni mtoto mdogo lakini alikuwa ana utindio wa ubongo. Naweza nikasema ni kilema. Alikuwa yuko kamili kwenye kila kitu lakini hana akili timamu. Afu huyu msichana alikuwa kama na umri wa miaka 10 lakini ni ngozi nyeupe, si kama sisi. Na hawa watu huwa hawapendi kuonyesha ndugu zao. Tanzania nadhani nyinyi ni mashahidi. Sidhani kama kuna mtu ashawahi kumuona chizi wa Kiarabu wala chizi wa Kizungu wala chizi wa Kihindi wala chizi wa Kichina. Nadhani hilo mnaelewa, lakini hao watu hapo ni wengi sana hapa Tanzania. Kwa hiyo wanatabia wanafungia ndani, hawataki watoke nje. Na huyu alikuwa amefungiwa ndani. Hakuna mtu alikuwa anajua kama kuna mtu wa design hiyo katika ile nyumba. Ni wachache sana wale wa karibu na ile familia. Huyu mtu alikuwa ananiambia pia niwe ninashinda naye. Yaani akijisaidia nimsafishe, akitapika nimsafishe, yaani nishinde naye karibu. Huyu mtu anaweza kawa muda wote amekaa tu kimya, lakini kuna kipindi ambacho muda wote anakuwa ni anahangaika. Unakimbia naye hapana, anaenda pale.
anashika hiki, anashika kile, na yupo juu ya gorofa. Anatakuwa mlinda si akafungua mlango akatoka nje. Hivyo niliendelea na hii kazi, lakini baada ya kufanya miezi 3 niliomba nitoke hapa, nitafute kazi sehemu nyingine. Na kuna mtu nilikuwa nimemzoea kidogo nje, nikamuomba kwa naomba atafute kazi sehemu nyingine. Hii kazi inanishinda, kushika kinyesi cha mtu mkubwa ni ngumu, ikojo, afu uende ukafue nguo, ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Lakini tena tafuta kazi, rafiki yangu mmoja huyo akiniambia subiri kutafuta kazi, kuna kazi eneo moja inaitwa Kibao, utatoka kabisa nje ya mji, utaenda kule yani kwa ajili ya kulisha ng'ombe tu. Kuna huyu mfanyakazi wa ndani wa kike aliweza kugundua hicho kitu, kwa mimi nilikuwa nafanya mchakato wa kuondoka kabla sijaaga, na aliwaambia hao mabosi, na mabosi siku moja aliniita, wakanikalisha chini, wakaniambia kuwa ninataka kuondoka, na kwa nini nataka kuondoka bila kuambia, niseme kwa nini. Nikamwambia nimechoka tu kufanya hii kazi, nilikuwa nahitaji kuondoka. Huyu mama alikuwa ni mkali sana. Sana. Aliongea maneno makali. Yaani mtu anakulazimisha ubaki kwake, lakini bado anatamka maneno ambayo yalikuwa ni mabaya sana kwangu. Yaliniumiza. Kiukweli yaliniumiza sana. Kwamba ninaondoka pale, nitapata wapi sehemu ambayo nitakula vizuri. Nilifika pale nilikuwa nimeharibika sana, sasa naanza kung'ara, naanza kujifanya nalijua jiji. Natakuwa nikae pale mpaka wao watakaposema niondoke. Na iwapo nitaondoka bila wao kuniruhusu, kuna kesi watanipa na sina uwezo wa kwenda sehemu yoyote, wakashindwa kunipata. Huyu kaka mmoja alikuwa ni mtoto wa hii nyumba. Alinipiga picha za passport size na kuniandika majina yangu pale na kuniambia kama mimi ni mjanja basi niondoke. Nione atakavyo nipakaza kwenye magari, nichapisha kila sehemu, na kunipa kesi kubwa ambayo naweza nikaenda nikaishia ndani. Sikujua kwa nini alikuwa amefanya hivi na kwa nini alikuwa analazimisha mimi niende kubaki pale. Hivyo nilianza rasmi kuishi katika hii nyumba. Na waliamua kunibadilishia kabisa kazi. Kwamba kumbe ninavyotoka nje kwenda kubeba mizigo kufanya nini, ndipo ninapokutana na watu. Kuanzia siku hiyo sitakuwa natoka nje, mimi nitakuwa nashinda ndani na huyu mgonjwa tu. Na mimi kazi ilikuwa inaniondoa hapa ilikuwa ni huyu mgonjwa, kwa sababu alikuwa anajikojolea, ananisaidia haja kubwa, anafanya kila kitu, kimlisha chakula muda mwingine anatapika tu, muda mwingine anaweza kung'ang'ania akakung'ata, muda mwingine anaweza siongea hata siku 3 haja kuongelesha. Wewe ndio utajua muda gani mpeleke chooni, wewe ndio utajua muda gani anahitaji kulala, wewe ndio utajua muda gani anahitaji kula. Nilianza kuishi na huyu mtu na nilikuwa ni mimi na huyu msichana tu. Nilikaa kama miezi 2, baadaye nilianza kuona naanza kuzoea mazingira ya kukaa na huyu mtu. Na huyu binti alianza kunizoea kidogo kabisa. Yaani unaona kabisa mtu anaanza kuzoea. Muda mwingine alikuwa ananichekea, kitu ambacho ilikuwa ni ngumu sana, achekaji. Niliendelea kuishi hivi hata miezi 6 ikapita. Siku moja niliona huyu binti akiwa ameamka lakini amechafuka. Nikasema kwani ameumia wapi? Mbona kama anatoka damu? Lakini hizi ngozi nyeupe zetu ni warefu sana. Mtoto alikuwa ni mdogo, lakini ukimwangalia hivi unaweza kusema ni mdada mkubwa kabisa, hata miaka 15. Lakini hakuwa na miaka 10, alikuwa na miaka 10 tu. Lakini ni mrefu, ni mzuri, yani ukimkuta amekaa hivi unaweza kusema ni mdada ambaye ni mzuri sana, lakini ndio hivyo alikuwa na shida kidogo. Baada ya kumuona amechafuka, yani amechafuka kwenye nguo zake, ilibidi nishuke chini na kwenda kuongea na kakake. Huyu msichana alikuwa na kakake mkubwa tajiri sana. Na mama yake alikuwepo hapa, alikuwa anashindaga tu na ana shida ya miguu. Huku juu ambako yupo huyu mtoto, huyu mama hawezi kupanda akafika. Lakini ana dada yake pia ambaye alikuwa anafanya kazi uwanja wa ndege na yuko hapa ndani. Huyu ndio anaweza kupanda huko juu. Nilimuita huyu kaka nikamwambia, naomba uje ndani mara moja.
Akasema siwezi kupanda huko juu na haraka sana, nataka niende kazini. Nikamwambia kuna shida, akasema hiyo shida isofu jioni utaniambia ni nini. Kwa hiyo nirudi ndani, nikaanza kumsafisha udada. Nikamsafisha na nikaenda kwa udada mfanyakazi wa ndani, nikamuomba nguo, mataulo ya kike, nikamvalisha baada ya kugundua kuwa huyu msichana alikuwa amevunja ungo. Niliweza kumvalisha na akakaa mpaka jioni, nikawa nambadilisha hivyo. Maisha yaliendelea. Kaka kwenda hata kuja kuitikia, aliendelea mambo yake mengine. Nilikaa baada ya siku 3, nikaona sioni kitu tena, kwa hiyo niliacha kumvalisha haya mataulo ya kike na tukaendelea. Huyu kaka kwa hiki hata siku moja kuja kuniuliza nilimuitia nini, nilikuwa nataka kusema nini. Tulienda hivyo. Niliendelea kukaa hivyo, baadaye nikaa nimezoea. Huyu msichana nilianza kuona utofauti. Alikuwa muda mwingi anahitaji mimi yani ninapokaa mimi na yeye anahitaji kukaa pale pale. Mara nyingi kulikuwa kuna mtu wa kuja kumuelekeza, yani kama anamfundisha, yani kama kufundisha kusoma, lakini si mtu ambaye anaelewa. Ni miaka mingi anasema tangu mdogo anamuelekeza kwa baadhi ya vitu, anaweza kumshikisha peni, anaweza kumuongelesha, anaweza yani ni mtu ambaye ni amesomea masuala hayo ya namna gani ya kufanya mtu ambaye kidogo anautindua ubongo akaweza kuelimika au kufanya kitu chochote kile. Na jioni tena kulikuwa kuna mtu anaingia ambaye na yeye ni shehe, kwa sababu watu ni dini ya Kiislamu. Kwa hiyo anakuja kufundishwa masuala ya Qur'ani, wanasoma vitabu pale hivyo, anamuelekeza, lakini si mtu ambaye anaelewa, lakini wanakuja anamuelekeza hivyo hivyo. Basi iliendelea hivyo. Huyu msichana alizidi kubadilika, alihitaji muda mwingi nikae naye karibu, na mimi nikaona naanza kumzoea. Siku moja nilikuwa nimekaa naye mida ya saa 8 mchana. Alikuwa kama amepitiwa hivi, wakati nimelala naye kwenye mkono pale. Yani tunakaa muda wote anahitaji kukaa na mimi karibu. Wakati mwanzoni hakuwa anahitaji hata mimi kunigusa, alikuwa nikimgusa ni vurugu. Lakini sasa hivi anahitaji mimi nikae naye karibu. Wakati nimelala niliota ndoto kama nimefanya jambo na huyu msichana. Nilivyoshtuka nilimwona yuko pembeni yangu na alikuwa akinitizama. Nikabaki na shangaa. Nimeota ndoto afu mtu ananitizama hivi. Nikatoka nikatoa kwenye mkono wangu pale, nikaenda nikakaa kwenye kiti kingine. Lakini huyu msichana alinyanyuka na akaja. Akaniambia, "Njoo." Hii ilikuwa ni mara ya kwanza mimi kumsikia huyu anaongea njoo, kwa sababu maneno yake huwa hayasikiki. Ni kama ananying'atang'ata mdomoni, na muda mwingi huwa anatoka udenda mdomoni. Lakini nilishangaa amesema njoo. Yaani ile njoo inasikika. Nikabaki nashangaa. Nikamwambia, "Ni mimi unaniambia?" Akaniangalia tu. Mimi nikasogea. Niliposogea alilala kifuani. Nikanyamaza kimya. Nikamwacha. Yeye alikaa kwa muda mrefu sana hadi mkono wangu umekufa ganzi. Lakini yeye alipitiwa na usingizi. Msichana alikuwa ni mzuri. Ukimwangalia ni mzuri sana. Ana nywele ndefu, ngozi nzuri ya sana ya kuvutia. Ana macho mazuri. Yaani chuchu zimesimama. Sio kama kuna mtu anaelewa hicho kitu. Yaani ni binti ambaye ni mzuri sana. Shida yake ni moja tu, kwamba hana akili timamu. Nilianza kujihisi tofauti na huyo dada sana. Muda mwingine nilikuwa namshikashika hasa kwenye hiki kifua. Nilikuwa namshikashika hivyo. Lakini namwacha. Na ikumbuke mimi sasa ni mkaka. Hata kama bado ni mdogo sana, lakini ni mkaka angalau. Naelekea na nipo kwenye jiji la joto, angalau sasa hivi natanuka na mimi nakuwa mkaka mkubwa. Lakini bado nilikuwa ni mdogo. Nilikuwa na miaka 14 tu. Kwa hiyo niliendelea kila siku kumgusa sehemu, kwa sababu nilikuwa nikimshikashika sana kwa muda mrefu, alikuwa analala usingizi. Au ukitoa mkono unakuta anachukua mkono wako anarudisha. Basi tuliendelea hivyo. Siku moja mimi nikaona sio shida. Wakati namchezea hivi,
nikaona uzalendo kama wananishinda. Nikasema hivi, kwa mfano nikafanya kitu hapa, kuna mtu atanielewa au kuna mtu atajua nini, maana huyu binti ameshakuwa na hapa kuna miezi kama 3 ilikuwa imeshapita. Mimi ndo akiingia period, mimi ndo nambadilisha nguo, nafanya kila kitu, lakini hakuna mtu atanajua mle ndani kama huyu msichana ameshakuwa. Kwa hiyo nilichokifanya, nilianza taratibu, nilikuwa namchezea taratibu hivyo, nilikuwa namtoa nguo, nafunga mlango kwa ndani, namchezea taratibu, namchezea taratibu hivyo, najaribu kama kuingiza ndani kidogo afu naacha hivyo. Lakini alikuwa anakaga ananiangalia tu, ananiangalia, si kwamba amekasirika, hapana, alikuwa ananiangalia tu. Muda mwingine nilikuwa natumia sana middle finger yangu, naitumia hilo kwa muda mrefu sana ni mpaka unaona mwili wake umelegea kabisa. Ni hivyo, nadhani mnaelewa. Lakini ndio hivyo, naogopa nikisema nipite mimi hapa naweza kaa kesi nyingine. Lakini niliendelea kufanya hivyo kwa muda mrefu, yaani nilipita karibia hata miezi mimi nilikuwa nafanya hivyo. Nikichukua mashine yangu mimi naweka tu pale mlangoni, namaliza shida zangu hapo. Afu namfuta, namsafisha vizuri, namwacha hivyo. Naenda na middle finger, na muda ukifika mimi nazidiwa, nikiweka tu kidogo tu atakishwa tu, mimi nimeshamaliza shida zangu, namsafisha, namwacha hivyo. Tulikuwa tumeendelea hivyo, na yeye alikuwa ameshazoea. Akiona tunafunga mlango vizuri, nianza kumshika, unakuta yeye mwenyewe muda mwingine anatanua miguu, yaani anaitanua ile miguu, anaiachia, mimi naenda nafanya mambo yangu, napiga gitaa, nafanya nini, mpaka napofikia muda mimi nimemaliza. Na yeye pia unakuta ananiangalia, ananichekea muda mwingine. Iliendelea hivyo. Baada ya miezi kadhaa ilifika kipindi nikawa naweza nikaingia mimi mzima. Yaani ameshazoea, nimeshamzoesha, ina maana maumbile yake ameshatanuka tayari. Kwa hiyo naweza nikaingia, japo situmii nguvu sana, lakini naingia nafanya vizuri tu. Nafanya hivyo, naacha, nafanya hivyo, naacha. Nilikuwa na cycle yangu ya mzunguko wake. Japo tulifundishwa shule, lakini ilikuwa ni hivyo ya kienyeji. Kwa hiyo nilikuwa naangaliaga tu ile, naenda ikifika kipindi fulani naacha. Naenda ikifika kipindi fulani naacha. Huyu msichana alibadilika sana. Alinenepa ghafla. Yaani alinenepa ghafla, alikuwa ni mnene. Kiasi ambacho ndugu zake waliona kwamba nilikuwa namlisha vizuri chakula kwa muda, nilikuwa namfanya na kwa msafi. Zile vurugu za mwanzo, vidonda, kwa sababu mimi nafika, alikuwa na vidonda sana. Alikuwa anajiumiza kwa sababu ni mkorofi. Asipotaka kitu atafanya chochote, atapasua vitu hivyo. Basi siku moja huyu kaka alisema, tumeshakaa miaka 2 sasa, dadangu namuona amebadilika sana tangu umefika, naomba nikuongezee mshahara. Na mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni hiyo tu, mara chache sana kutoka nje kwenda kufanya usafi, kwa sababu alikuja mkaka mwingine ambaye alikuwa ni mlinzi nje na alikuwa anakaa pale. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi za garden, kuosha magari na vitu vingine yeye. Kwa hiyo mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni hii, na ndio ilifanya mimi nikaa muda mrefu sana na huyu mtu mpaka ikafika kipindi tuko kwenye mahusiano pasipo wao wenyewe kujua. Dada alikuwa amenizoea, hata nikitoka nje anaanza kugonga mlango, anapiga mlango. Yaani mimi nataka nikaongee na mlinzi tu kwa kidogo, lakini yeye anakuta kule juu msichana kuja akamwambia mwenzi anagonga mlango huko. Inabidi mimi nipande juu. Sipati hata ule muda wa kwenda kuongea, sipati ule muda wa kwenda kupiga story na watu wengine. Wakati niko hapa, kuna kitu kimoja ni notice. Huyu msichana wa ndani, huyu house girl, kuna mazoea alikuwa anaanza kuyaleta kwangu. Nilikuwa nikienda kuchukua chakula, nakuta ananitazama tofauti sana, na alikuwa ni mdada mzuri. Kitu ambacho nilianza kushangaa, huyu anaona nini? Ananitazama ananionaje? Kwa sababu alikuwa ni mkubwa kuliko mimi. Mimi ndo nilikuwa mdogo. Lakini kuna siku aliniambia, naomba baadaye uje chumbani kwangu usiku. Nikamwambia siwezi kuja usiku, wewe kama kuna jambo tuongee sasa hivi. Lakini aliniambia kwamba wewe njoo chumbani kwangu usiku. Lakini baadaye nikasema sawa, nikapanda juu. Nilipopanda juu nilikaa sana na huyu dada. Na kweli jioni nilipofika nilienda chumbani kwa huyu dada, na aliniambia kwamba anahitaji kufanya jambo na mimi. Nikamwambia kwa nini mimi na kwa na si mlinzi au si mtu wako mwingine
Akaniambia mimi najikuta tu nahitaji kufanya jambo la wewe, naomba tufanye. Na kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie kuhusu yule msichana. Msichana huyu nilimwambia, yupi? Akaniambia huyu unaokaa naye. Ndio maana nahitaji kukufadhili ili usije kaweka mazoea labda. Maana sasa hivi msichana amenipa sana, amependeza sana. Halafu amekaa kama sio yule ambaye nilimkuta mimi. Si mchafu tena, hajinyenyee ovyo tena. Kwa hiyo naogopa usije ukaingiwa na tamaa ukafanya jambo. Huyu msichana hayuko sawa. Nikamuuliza hayupo sawa kivipi? Ndipo aliponiambia. Huyu dada alisema, huyu msichana nje ya utindo wa ubongo tu ni mtu ambaye anatumia dawa. Nikamuuliza dawa gani anatumia? Akaniambia, huyo msichana tunaonaga anachukuliwa anaenda hospitali. Na ni kweli huwa anachukuliwa anaenda hospitali. Kuna baada ya muda au hawamtoi wanamleta daktari pale ndani. Yaani haiwezi kupita hata miezi mitatu, lazima daktari aje ama abebwe apelekwe kwenye hospitali. Na imefika kipindi sasa akiwa anaenda hospitali hawezi kwenda mpaka mimi niwepo pembeni. Yaani mkimweka kwenye gari ni anataka mimi nikae. Kwa hiyo mimi nakaa naye pembeni, tunaenda hospitali wote. Akaniambia ukienda hospitali unakaa nao karibu. Nikamwambia mimi naona tu anampima, anafanya hiki, anafanya hivi. Na mwingine anampa dawa, zile anamchanganyia kwenye chakula, lakini huwa pia wanamchoma na sindano. Akaniambia hapo kwenye kumchoma sindano hapo. Ile sindano unajua anamchoma gani? Nikamwambia sijui. Akaniambia unaona muda mwingine anavuta damu. Nikamwambia yao anavuta damu. Akaniambia basi huyu dada anatumia dawa la ARV. Ila si dawa hizi ambazo wewe unazijua. Ni kuna dawa ambazo wanamwekea kwenye damu. Kwa sababu wanajua yeye hawezi kunywa hivi kila siku. Alipoongea hivi nililoana kidogo. Nikamwambia unasemaje? Akaniambia anakwambia ukweli. Anatumia ARV, na maanisha udada ameathirika tangu kuzaliwa kwake. Ibidi nigande kidogo, sio kama kuna mtu anaelewa. Huyu mtu mimi nafanya naye mapenzi. Na ni muda sasa. Alafu mtu anakuambia hivyo. Akasema ndio maana nahitaji kukusaidia. Kama unajisikia jambo lolote tafadhali unaniambia mimi, kwa sababu utaingia kwenye mitego ambayo sio yako. Huyu mtu tayari. Kwa hiyo fanya juu chini. Ufanye naye chochote, usifanye naye chochote, usije thubutu fanya hilo kosa. Nilimwambia sawa, na nikatoka nje nikabamiza mlango nikaondoka. Kesho yake asubuhi nilikuja, nikanamuuliza baadhi ya maswali. Unajua mtu kishaambiwa hilo jambo, unahitaji kujua vitu vingi. Na huu siku dada alikuwa kabisa anaona kabisa kwamba anahitaji nifanye kitu kama tunavyofanyaga, lakini sikuweza kufanya hilo jambo. Nguvu nilikuwa sina, uwezo nilikuwa sina tena. Basi nilikuja nikamuuliza wakati nakuja kuchukua chakula jikoni, akana nijibu shoti. Wewe endelea kama ulikuwa umeshaanza ndio ujiandae kutumia dawa sini na nini, ananijibu majibu makali na kuniacha. Lakini baadaye nikamwambia jioni nitakuja chumbani kwako. Akaniambia sawa. Hayo ndo maneno. Kwa hiyo jioni ilipofika nilienda kweli, kwa sababu nilikuwa nishazoea kufanya ujinga na yule, na leo nisijafanya na siku hizi mbili nikaona bora niende. Nikaenda pale nikasema huyu ili aniambie vitu vyote vizuri, ni heri nitembee naye. Kwa mimi nitembea na yeye. Nitembea na yeye kwa mara ya kwanza, nikatembea na yeye kwa mara ya pili, nikarudia tena na tena. Ndipo nilipoamua kumwambia aniambie kila kitu kuhusu yule msichana kule ndani. Aliniambia kwamba yule msichana elewa tu kwamba ameathirika. Hakuwa na maneno mengi ya kuongea kuhusu yule msichana zaidi ya kusema ameathirika, elewa kwa ameathirika basi. Ni maneno yake alikuwa anaongea hivyo basi. Imeenda kwa muda mrefu sana. Lakini msichana alianza kusumbua. Alianza kusumbua sana. Anahitaji kile kitu, lakini mimi nilikuwa najifanya kama sielewi anachokitaka. Lakini kweli mimi nilikuwa najua kuwa huyu anahitaji nifanye nini. Alikuwa analia bila sababu, mpaka inafika kaka yake akawa anakuja juu. Anasema ujui nini shida? Ujue wewe ndio daktari wa mdogo wangu. Sasa kama ujui nini shida mimi nitajulia wapi? Nikamwambia mimi nafikiri labda ameshanichoka tu, labda mimi nitoke aje mtu mwingine. Huyu kaka akasema hapana. Mimi nafikiri kuna namna fanya
au angalia nini anakitaka ili tuweze kwenda sawa. Mimi ilifika siku nikasema hapa nitafia humu ndani, acha mimi nitoroke. Kwa hiyo nilitoroka, nikaondoka. Nilivyoondoka, bahati mbaya nikawa sina sehemu sahihi ambayo naenda, nilianza kutafuta kazi mjini. Tafuta kazi, nikafika sehemu anauza chakula, nikawa nasaidia vyombo kuosha, jioni naenda nalala kwenye mitaro. Hivyo, nikawa nakaa hivyo, na niliwasiliana na nyumbani kwa sababu walikuwa wananipa hela yangu wale watu kule, na walinipa na zaidi, na mshahara nilipandishwa. Walinipa hela nyingi tu, laki nzima. Nilituma hela nyumbani, mamangu ikawa inamsaidia hivyo, lakini kwa sasa nikaa sina kazi, naishi kwenye Uswahilini, nakaa Uswahilini, nasema hivyo. Nafanya kazi jioni nalala kwenye mitaro. Nafanya kazi na jioni nalala kwenye mitaro. Lakini siku moja nishangaa gari limesimama pembeni. Gari hili limesimama pembeni, ilikuwa ni gari jeusi, na alishuka mtu ambaye alikuwa simfahamu, alikuwa ni ana mbavu kubwa sana, ni mtu bouncer. Akanishika, akaniingiza ndani na tukaondoka. Wakati tupo kwenye gari nilimuona kaka wa yule msichana. Akasema, "Ulifikiri unaweza kaenda wapi?" Nikasielewa. Akasema, "Ulifikiri unaweza kaenda wapi? Wewe, mimi ni mtoto wa mjini. Yaani labda si uende wapi nje ya Tanzania, lakini kwa hapa huna sema ukaenda mimi nisikupate. Unataka urudi nyumbani, mdogo wangu anaumwa sana. Tena sasa hivi itabidi ukae kilazima kwa sababu tumekupa uhuru katikati, baada ya kuona mdogo wangu anaendelea vizuri, anakaa naye vizuri, umeweza kutoka nje. Sasa hivi unaanza kuishi kama vile mwanzo." Lakini nilikuwa sina namna. Nilinyamaza kimya na nikarudi. Cha kushangaza, baada ya kuingia ndani, huyu binti alivyoniona alicheka. Hata kaka yake alijua kwamba huyu alikuwa ananililia mimi. Kaka yake alisema, "Unaona sasa, unaona mdogo wangu amefurahi. Sasa unaondoka unataka nini? Mimi sijai kumuona mdogo wangu akifurahi hivi. Haya sasa, kazi yako hiyo hapo. Shida ni nini? Sema nikusaidie, kama ni mshahara tuongeze." Nilimwambia, "Mimi nataka mniongezee mshahara." Akasema, "Kwa nini ukusema?" Nikasema, "Niliona mtu nielewa." Akasema, "Sio elewa kiasi gani? Tulianza na mshahara shilingi ngapi mpaka nikaa nakulipa laki? Naomba useme tukulipe shilingi ngapi." Nikamwambia, "Niongezee hata 50,000. Wakasema, "Sio shida kwetu. Mimi nakupa 200,000 kana mdogo wangu." Nikana tamani sana kumuuliza huyu kaka kwamba huyu mdogo wenu ni yuko salama, lakini niliomba kuongea naye. Kwamba, "Kaka samani, nakaa na huyu mtu. Nilikuwa napenda sana kumjua zaidi na zaidi, kwa sababu kuna vitu sijawahi kuambia." Akaniambia, "Ni nini?" Nikamwambia, "Kwanza nataka nijue kama kuna ugonjwa mwingine tofauti na huu ambao mimi naujua, yani ugonjwa wa utindo wa ubongo, naomba kujua." Akasema, "Kwa nini?" Nikasema, "Nahitaji kujua kwa sababu mimi nakaa naye. Msichokijua kwamba huyu msichana mimi nashika kila kitu chake. Je, kama kuna ugonjwa mwingine mbaya ambao mimi sijui unaweza kaniambukiza." Huyu kaka alisema, "Umewaza nini mpaka umesema hivyo, na mbona hukuwahi kuuliza hapo kabla?" Ikabaki nimeganda. Nikasema hapa si, akaanza kufikiria na kaenda kumchunguza dada yake aone, maana yake alishaingiliwa na mtu ambaye ni mzoefu konkoli kabisa. Akili nyingine kanijia ikaniambia, "Wewe, si unajua kama huyu amevunja ungo na wenyewe hawajui? Hebu waambie hili hapa, mbona ni kama geni kwao?" Ndipo niliposema, "Blaza, usinifikirie vibaya. Nimeongea hivi kwa sababu mimi nashika damu ya huyu msichana." Akaniambia, "Damu gani unaishika?" Nikamwambia, "Huyu msichana alishavunja ungo tangu mwaka jana." Akaniambia, "Nini?" Nikamwambia, "Alishavunja ungo tangu mwaka jana." Akasema, "Kwa nini hujasema?" Nikamwambia, "Bro, kuna siku nimekuita nahitaji kuongea na wewe. Sijui kama nakumbuka. Na ukutaka hata kuja kunisikiliza. Ni ile ndio mara ya kwanza niliona kitu tofauti kwa dada yako. Nikataka nikwambie, lakini sasa hukutaka kunisikiliza. Na niliendelea kumhifadhi hivyo, kumvalisha taulo za kike na vitu vingine kama hivyo. Niliona baada zimepita siku 3 niliona zimekata, niliacha, lakini imekuwa ikijirudia kila baada ya mwezi, mara baada ya miezi miwili inajirudia hicho kitu, na hata sasa ametimiza hata mwaka. Huyu kaka alibaki ananitazama usoni kwa muda mrefu sana, akionyesha amekasirika.
na alinyanyuka akapanda juu kwa mdogo wake pasipo kuongea kitu chochote. Na mimi ilibidi nifuate nyuma kwa sababu akili yangu ilikuwa najua kuwa anaenda kumchunguza dada yake kama ameingiliwa au la. Lakini alienda mpaka kule juu, akafika pale kakaa akamwangalia mdogo wake. Mdogo wake alikuwa amekaa tu na haongei chochote kwenye kiti. Akamtizama kwa muda mrefu sana. Akarudi akanitizama na mimi nilikuwa nimesimama pembeni yake. Akasema, "Sasa mdogo wangu mimi amekuwa, hujaniambia ulikuwa na mpango gani?" Nikamwambia, "Bro, na mpango gani tena mimi? Ili mimi kosa langu liko wapi hapo? Kosa la kwangu au la kwako wewe? Ulitegemea mimi nimwambie nani? Wewe ndio ulinikabidhi kila kitu huko ndani. Sijai kuongea na mama mimi kuhusu swala la kazi hapa. Ila wewe ndio ulinitafuta mimi na wewe ndio ulinipa hizi kazi zote. Uliniambia nisafishe nje, niwe simame getini, pia niwe nafanya kazi ya garden na dada yako pamoja na dukani. Lakini baadaye ukaja ukakata zote. Ukasema nitakuwa nakaa tu ndani. Kwa ndani nilitaka kutoroka na vitu kama hivyo. Sasa kosa langu liko wapi? Ni wewe kutokumfuatia dada yako au ni mimi? Kwa sababu nilikwambia tuongee na hukuongea." Lakini alinyamaza kimya. Baadaye aliondoka. Baada ya kuondoka nilitemka chini, nikamfuata. Nikamwambia, "Bro, hujanijibu." Akaniambia, "Kwambie kitu. Mdogo wangu mimi ana ugonjwa aina yoyote. Unajua kusoma?" Nikamwambia ndio. Akaniletea makaratasi. Yale ni ya kliniki ambayo tunabeba katika tunaenda kliniki. Akasema soma sehemu zote. Ukikuta kuna sehemu pameandikwa HIV positive niambie. Lakini ukweli mimi nilikuwa kusoma Kiingereza nilikuwa sijui. Niliangalia tu nikajiridhisha, nikampa. Nikamwambia sasa hivi nitakuwa na amani na dada yako. Nilikuwa naogopa sana kipindi anapoingia mwezini kwa sababu nilikuwa sijui anaumwa nini zaidi. Akaniambia hicho ndio kilikuondoa hapa ndani. Nikamwambia hapana, lakini ni moja tu ya vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua pia. Alinishika bega na akaniambia kuwa na amani. Mdogo wangu mimi ana magonjwa ya ajabu. Ameyatoa wapi na nje atoki. Kama ndio huyo ameathirika basi sisi sote tumeathirika. Kwa sababu huyu tangu azaliwe ndio alipata hii shida. Sasa anakuwaje na hayo magonjwa? Ina maana mamangu mimi ameathirika au ni nini? Lakini huyu kaka aliongea hivyo, alinipa amani kwenye moyo wangu. Nikaona amenipa go ahead ya kuchezea tunda langu ambao nimelizoea. Baada ya kuondoka nilifunga mlango na nimkumbatia. Na huyu binti kabisa alionyesha kwamba alikuwa amefurahi. Nilimkumbatia. Nikaendelea kumsafisha kwa sababu alikuwa amechafuka. Ipo tofauti sana na nilivyoondoka mimi, yani ana midenda, yuko lafu. Si kama vile ambavyo mimi nilikuwepo. Na unaambia alikuwa hataki kuguswa na mtu yote, ndio maana alikuwa ni yuko lafu. Alikuwa ananuka sana mkojo. Anuka mkojo, ni chumba kilikuwa kinanuka. Hakipo kisafi kama mimi nilivyokuwepo. Hata huyu kaka pia aliongea, "Una chumba cha mdogo wangu kinapotoa harufu. Wakati upo wewe ilikuwa ni nyumba nzuri sana. Ilikuwa kunapendeza, kunanukia, lakini sasa kunanuka." Huyu msichana haelewani na huyu msichana mwenzio wa ndani. Maana alichukua nafasi baada ya mimi kuondoka, alikuwa ni msichana wa ndani. Tuliendelea. Siku hiyo nilikula tunda langu nikiwa na amani kabisa. Na huyu msichana aliendelea kusema kwa nini niliondoka. Kwa hiyo nilimkimbia. Sijui ni nini na vitu kama hivyo, na alikuwa anasumbua sana. Anahitaji mimi nifanye jambo. Siku moja huyu msichana alipanda juu. Mchana alipanda juu kwenye hiki chumba na akanikuta mimi nilikuwa nimelala usingizi. Na huyu msichana alikuwa amekaa. Lakini mimi nimepitiwa na mlango ulikuwa wazi. Aliingia, baada ya kuingia alianza kunigusagusa mimi. Kunigusagusa mimi nikawa nahisi ninaota. Nikawa ninaota niko na huyu msichana ambaye ni mgonjwa, ananigusagusa, anahitaji tufanye jambo hivyo. Na mimi nikawa ni hivyo. Unajua mtu kwa usingizini, ninaota hicho kitu, naota naita ndoto nyevu. Kwa hiyo mashine huko iko hewani, yule dada alianza kunyonya na kufanya nini na vitu vyake vyote, huku huyu msichana akiwa anaona ambaye ni huyu mgonjwa. Kwa huyu dada alianza kunifanyia hicho kitu, mimi nikashtuka. Kushtuka nikamkuta kweli dada amekaa juu. Nikamwambia wewe, mimi najua naota. Akaniambia unaota nini? Nikamwambia mimi najua unaota, yani naota kwamba ninafanya jambo, kumbe kweli. Nikamwambia kwa nini niota mimi? Nikamwambia nilikuwa naota nafanya jambo na wewe. Akasema basi usijali, ndio niko hapa.
Nikamwambia unanitoka unafanya kitu mbele ya huyu? Akasema huyu anaelewa nini? Si chizi huyu. Achana naye. Kwa hiyo huyu dada alilazimisha tufanye hiki kitu. Lakini kwa nikimwangalia huyu dada nakuta amekasirika, anatizamani mimi nilikuwa nafanya, unamwangalia huyu. Yaani amekasirika kupita maelezo, na baadaye alianza kutoa machozi. Akatoka hapo alipokuwa amekaa na kiti kile, anatoka hapa anakaa pale, anahangaika sehemu za kukaa. Lakini dada alifanya unyama wake mpaka akamaliza, na akatoka hapo kanifuta vizuri, akarudi chini. Huyu dada siku hii hakutaka nimkaribie kabisa. Ndio nilipojua kuwa huyu ana akili. Ni shida tu ilitokea, sijui kuna shida gani. Yaani kama umeme kuna nyaya zilikatika humo ndani. Lakini ni ana akili. Hakuruhusu mimi nimguse. Hakuruhusu nimfute hata udenda wake. Hakuruhusu nibadilishe hata nguo, wala hakuruhusu nimuogeshe. Maana mimi huwa namuogesha yeye. Hufanya kila kitu. Lakini uweze amini, hakuruhusu nimuogeshe. Hii siku alikaa mchafu vile vile. Na muda mwingi alikuwa anitizama analia. Nilifika kipindi mimi nilikuwa nataka nipumzike kidogo. Lakini huyu dada alikuwa hataki niende nipumzike, ananiangalia analia. Sikumuelewa, yaani kwamba na yeye anaelewa, anasikia wivu au nini, mimi nilikuwa sijaelewa. Lakini mwisho wa siku nilijua kabisa huyu ni mtu nimemuuzi. Nikapiga goti usiku, ilikuwa usiku wa manane. Sababu nilikuwa nalala kule pembeni yake. Nilipiga magoti, nikamwambia naomba unisamehe. Hakuwa ananiongelesha lakini alikuwa ananiangalia. Naomba unisamehe, najua nimefanya makosa sana. Kwa hiyo nilimuomba msamaha sana mpaka nikalia, nikawa nimeshika mikono yake mizuri inayopendeza. Nikawa nimepiga magoti. Alikuwa naye analia sana hii siku. Baadaye nikamkumbatia, nikaona amekubali kukumbatiwa, nikajua tayari ameshanisamehe na tukalala usingizi. Tumelala mpaka asubuhi, sikumfanya chochote. Tumelala mpaka asubuhi kumekucha, nilipasha maji, nilimuogesha, alikubali kuoga. Lakini baada ya kuoga, najua mtu unamuogesha tumerudi, nikaajilia tunda langu kama kawaida. Nikarudi nikamsafisha vizuri, nikamvalisha nguo. Imeenda hivyo, ilipita mwaka mzima. Niko ndani ya hii nyumba. Siku moja. Nilishangaa. Nilimpa chakula huyu dada. Alikula vizuri kabisa. Na akaomba na soda nikampa. Na alianza kubadilika kabisa huyu msichana. Alikuwa anaweza kutamka neno. Yaani kafano kuna kitu anataka. Anaweza kama anatamka ile ataka. Yaani unasikia kabisa kwamba neno ataka. Anamwambia mambo. Unamsikia kabisa anakuambia mambo. Yaani hakuwa anaweza kutamkaga hivi lakini alianza kusikika haya maneno. Na pia nilipata muda wa kumwambia kaka yake, nikamwambia sasa hivi dadako unajua kama anaongea. Ananiambia sio kweli. Nikamwambia kama mnabisha, subiri mimi nitangulie nje. Nitakuwa namuongelesha, wewe usiingie ndani kwanza. Mkiingia nyinyi haongei, lakini mimi nikimuongelesha naongea. Kwa hiyo kaka yake alisimamaga mlangoni. Akawa nikifika pale mambo, akaambia mambo. Nikamwambia nataka nini? Akasema juisi. Nikataka juisi. Kwa sababu nilibeba vitu viwili kwenye mkono, nikataka chagua nataka nini. Akasema juisi. Nikamwambia umeshiba? Akasema ajiba, yaani anaongea. Hiki kitu nilitoka nje, nimemwambia kakake, umemsikia anaongea? Nikamkuta kakake analia. Yaani anatoka machozi ananiambia, Ben, wewe ni mtu tofauti sana. Ninaona mwanga kwa dada yangu. Tangu umefika kwenye nyumba. Kweli nakiri mwanzoni nilikukubaligi tu wewe. Kwa sababu nilikuwa sina namna kumpata mtu mwingine. Kingine tulikuwa tuko dini tofauti. Kwa hiyo sikuwa nimefurahishwa. Nilikuwa natamani mtu ambaye nikempata awe wote mnasoma majuzuu humu ndani. Pengine nilijua ingemsaidia dada yangu yeye kuweza kukariri vitu, lakini baada ya kujua kwamba wewe uko unaitwa Berishaza, kwamba ni Mkristo, ili kwanza kidogo kwa sababu nilijua hatutaweza kusoma wote, yaani hutaweza kusoma na dada yangu. Kwa vile vitabu ambavyo angekuwa anafundishwa yeye na mashehe visingefanya, yaani visingekusaidia wewe wala visingemsaidia dada yangu, kwa sababu atakuwa anasoma peke yake. Mimi nimwambia uwe na amani. Nipo hapa na naipenda kazi yangu.
Basi ukaka alisema, Beni, nina kitu chako, utafurahi wewe. Alishuka chini, hakutaka hata kuingia kwenda kumuona dadake. Mimi niliingia ndani kidume, najitatamua sasa mimi ndo mwenyewe. Yaani hapo ndo najua ndani mwana kubalika, kumbe nakula mzigo. Lakini baada ya siku kama 3 niliona kitu cha ajabu kwa binti. Kwenye ule mzunguko wetu ambao tulikuwa tumeweka, huwa anaingia, alikuwa kama amepitiliza. Yaani umepita kama siku 2. Na kikawaida huyu msichana hajawahi kupita, bali alikuwa anarudi nyuma. Yaani kwenye ile cycle ambayo nimechora, anaingia labda tarehe 7. Ilikuwa inarudi mpaka anafika tarehe 1. Yaani anarudi nyuma. Unakuta labda mwingine mpaka tarehe 28. Yaani anarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Hajawahi kuvuka hata siku moja. Yaani ipite siku hajawahi. Ila alikuwa anarudi nyuma. Hivyo. Unakuta labda wewe unahesabu tarehe fulani ataingia, unakuta amewahi kuingia kabla ile tarehe. Kwa hiyo tulikuwa tunarudi nyuma, alikuwa amesharudi sana mpaka yuko kwenye tarehe 20 na huko kutoka tarehe 7. Yaani kutoka mwanzo wa mwezi mpaka mwishoni mwa mwezi au katikati kabisa ya mwezi. Lakini niliona amepita. Nilijaribu kuuliza kwa washikaji nje, wale ambao kidogo wanaongea nao, nikijaribu bahatika kutoka nje. Wakasema, kwa nini unaongea hivyo? Nikamwambia hamna, sababu watu wengi hawajui ndani kama kuna mtu mgonjwa. Hao watu wanaficha watu wao wagonjwa. Mmoja akaniambia, wewe umeshaweka kitu kwa msichana wa kazi nini? Nikamwambia bana, wewe acha tu mwanangu, hebu niambie. Wengine wanasema kwamba ina kawaida wanapitaga. Wengine wanasema huwa mara nyingi kipita bwana imenasa hivyo. Lakini nilianza kupata hofu. Nilipita mpaka siku 4 sijaona. Muda wote namfunua nione, lakini hakuna kitu kilikuwepo. Na hii siku ya 4 huyu kakake alikuja na zawadi. Kwanza niletewa simu nzuri sana. Niletewa simu, nilinunuliwa vitu vizuri vingi vya thamani. Na alinipa box lilikuwa lina hela. Akasema, wewe ni daktari wa mdogo wangu, unafaa ufurahie maisha ya humu ndani kama watu wengine wanavyofurahia. Kwa hiyo nimekuletea hii simu nzuri, hii simu ya bei ghali sana. Nimekuletea ilikuwa ni iPhone 6 Pro Max. Nikasema, hii yote ni yangu. Akasema, ni ya kwako, pesa zile za kwako, hizi nguo nyingine za kwako, hivi vitenge ni vya mama yako, utamtumia. Au siku ukienda kumsalimia utampelekea. Vilikuwa ni vingi sana. Nisema asante. Niliweka yale mabegi pale. Lakini mimi hapa sikuwa na amani tayari, kwa sababu huyu msichana alikuwa ameshapita siku 4. Niliendelea kumlisha chakula vizuri, amani ilitawala, lakini nilikuwa na hofu ya kujua anaingia saa ngapi kwenye mzunguko wake. Ilipita siku ya 4, ya 5, ya 6 na 7 zilifika. Nilianza kuona utofauti kwa huyu dada. Kwanza alitoka vidonda mdomoni. Nikamwambia kaka yake kuwa ametoka vidonda mdomoni, sijajua nini shida. Akasema alilala na homa katikati hapa. Nikamwambia yeye alikuwa anachemka, lakini nilimchukua tu kwenye hizo dawa zake ninazompa, nilimuona kama amekaa sawa. Akasema atakuwa labda anaumwa. Na nikasema basi sawa, kama atakuwa anaumwa basi tutafute dawa tu ya homa. Mimi sifikiri kama kuna haja ya kumuita daktari. Akasema eti, nikamwambia yeye. Kwa hiyo tulichukua tu dawa, alimnunulia dawa nyingine ya kawaida na akanywa na alikaa sawa kweli. Nilihakisha nampa matunda, yaani kila kitu, kwa sababu nilikuwa naogopa akija daktari pale asije akapima akakuta na vitu vingine. Na huyu msana alikuwa bado anahitaji sana jambo. Nilikuwa nafanya lakini sasa ninafanya lakini sina amani. Nilianza kunotice vitu tofauti kwa huyu dada. Alikuwa na wivu uliopitiliza. Nilikuwa nikitoka nje tu kuongea tena yule dada, mlango unapigwa juu. Natakiwa niende juu. Nikifika pale ananiangalia na fly tu. Ana fly tu bila sababu zozote. Ibidi nimwambie huyu dada, nikamwambia unajua mimi kuna siku nilifanya mapenzi na huyu msichana. Akasema, unasemaje? Unakumbuka nilikwambia nini? Kwa hiyo ulifanya mapenzi na huyu na unafanya na mimi. Hujui kama utakuwa unaniambukiza na mimi maradhi? Lakini nikamwambia
dada ana maradhi yoyote. Mimi nimeenda kupima ni mzima kabisa. Akasema kwa hiyo kumbe anatembeaga naye. Nikamwambia hapana, nikamwambia kuna siku nilitembea naye. Kwa hiyo niliogopa kwa sababu alishawahi kuniambia kuwa huyu dada ana shida kidogo. Kwa hiyo nilikuwa nafanya hivyo ili kujihakikishia. Lakini nilijikuta ni mzima. Nimeona mdada amenyonga mdomo na kuondoka. Na nikajua kumbe huyu alikuwa anaongea tu, hakuwa na uhakika kwamba kweli huyu dada ameathirika. Siku zilizidi kwenda, hata miezi 3 ilifika. Sikuwa nimeona period ya huyu dada. Lakini nikiangalia tumbo, ilikuwa ni kama la kawaida. Yaani ilikuwa imenenepa tu basi. Sikuwa naona tumbo la kusema ni mjamzito. Alikuwa yuko sawa kabisa. Lakini je, kwa nini? Lakini muda mwingine nijipa moyo kwa sababu labda na utindo wa ubongo, inawezekana huyu yani homoni zake haziko sawa. Kwa hiyo nilikuwa najipa moyo hivyo kwa sababu kama ingekuwa ni tumbo ningeona tumbo linatokeza. Hakukuwa na tumbo lolote. Hakuwa na dalili zozote za tumbo eti sijui kukua. Lakini tu kuna baadhi ya vitu alikuwa anachagua. Mfano ugali kumletea muda mwingine hataki. Muda mwingine anataka ugali hataki ubwabwa. Muda mwingine hataki nyama hataki. Yaani hivyo. Lakini kajua ni kawaida. Siku moja sitaweza kuisahau kwenye maisha yangu. Na hii ndio imenifanya mimi nikulete hii story leo. Naomba leo tuishie hapa. Kesho tutaendelea na story yetu nzuri na kusisimua. Msikilizaji, kama hujasubscribe channel yetu tafadhali naomba usubscribe ili kuendelea kupata hii hadithi. Hii hadithi ni ndefu sana na ni nzuri na inasisimua sana. Huku kote ilikuwa ni mwanzo kuonyesha ni kwa nini ilikuwa hivi, ilianzia wapi, ilishia wapi. Hadithi yenyewe inaanzia hapa. Chanzo cha hadithi kinaanzia hapa. Kwa hiyo naomba hakikisha una subscribe channel hii ili kuendelea kusikiza story nzuri ya kijana yetu anaitwa Ben. Ben anakuambia hii hadithi ni ya kweli wala sio uongo. Tafadhali hakikisha una share kwa watu wengine, una like, una comment. Pia kama kuna tangazo lolote angalia mpaka mwisho ili tuweze kusaidiana katika kupata revenues kidogo angalau. Asanteni.